Watu wengi wanafikiri mvuto unatokana na sura, pesa au status. Lakini ukweli ni huu. Mvuto wa kweli hauonekani kwa macho. Ni kitu kinahisiwa kabla hata hujasema neno. Na kuna uwezekano mkubwa unao huo mvuto bila kujua. Tatizo ni hujawahi kuutambua. Leo nitakuonyesha dalili 9 tu zinazoonyesha una mvuto wa asili. Lakini kabla hatujaanza, ni kuombe usubscribe hapo na kulike video hii. Hakikisha huikosi dalili ya 5 na ya 8. Dalili ya kwanza. Watu wanakutazama mara kwa mara bila sababu. Hata kama huongei, hata kama hujafanya chochote kikubwa, unagundua macho ya watu yanarudi kwako tena na tena. Sio kwa sababu unajilazimisha kuonekana, ni kwa sababu uwepo wako unaongea kabla hata hujasema kitu. Kuna kitu kinawafanya watu wakutambue kimya kimya, na mara nyingi hata wewe mwenyewe hushangaa kwa nini. Na kadri unavyojaribu kupuuzia, ndivyo inavyozidi kujionyesha. Dalili ya pili. Watu wanajisikia huru kuwa wao wenyewe wakiwa na wewe. Unapokuwa karibu, watu hawajifichi. Wanacheka kwa uhuru, wanaongea ukweli wao. Hawajihisi kuhukumiwa au kubanwa na viwango fulani. Hii ni ishara kwamba una mvuto wa amani. Na watu huvutiwa na sehemu wanapojisikia salama. Na mara nyingi, wanakutafuta tena kwa sababu ya hiyo hisia. Wanakuona kama sehemu ya kupumua, sio kupambana. Na uwepo wako unakuwa kama sehemu salama kwao bila hata kujaribu. Dalili ya 3. Hujitahidi kupendeza, lakini unapendwa. Hauko bize kuhangaika kufurahisha kila mtu. Haujifanyi kitu ambacho sio wewe. Unaishi kwa uhalisia wako bila presha ya kukubalika. Na cha kushangaza, watu wanakukaribia zaidi. Kwa sababu mvuto wako una nguvu kuliko kujilazimisha. Na watu wanaiona hiyo tofauti bila wewe kusema chochote. Unakuwa tofauti bila kujitahidi kuwa tofauti. Na hiyo ndiyo inakufanya uonekane wa kipekee mbele ya wengi. Dalili ya 4. Watu wanachanganyikiwa wanapokuwa karibu nawe. Kama unajikuta watu wanajiumauma maneno au kuonekana kuwa na wasiwasi wanapoongea na wewe, jua kuwa mvuto wako umewazidi nguvu ya kawaida. Hali hii inaitwa emotional overload, ambapo mvuto wako unakuwa mkubwa kiasi kwamba unawatoa watu kwenye mstari wao wa kawaida wa kufikiri na kutenda. Ni uthibitisho wa kisaikolojia kuwa una nguvu fulani inayoweza kubadilisha hali ya hewa popote unapoingia. Dalili ya 5. Haujilazimishi kubaki sehemu usiyothaminiwa. Unajua thamani yako na hauogopi kuondoka. Hushikilii watu au mazingira yanayokupunguza. Na hiyo inajenga heshima ya hali ya juu kutoka kwa wengine. Kwa sababu unaonyesha wazi hauna dhiki. Na watu wanaheshimu sana mtu anayejiheshimu kwanza. Unachagua amani yako kuliko kukubalika. Kwa sababu unaonyesha uwepo yako ni chaguo, sio lazima. Dalili ya 6. Watu wanakuheshimu hata bila sababu wazi. Hata ambao hawakujui vizuri, wanakuonyesha heshima fulani. Sio kwa sababu ya pesa au cheo, bali ni wewe tu. Namna unavyoongea, unavyotulia na unavyojibeba. Kuna mipaka ya asili ambayo watu hawaivuki kirahisi kwako. Ni ile confidence ya ndani isiyo na makelele. Na watu huiheshimu hata bila kuelewa kwa nini. Hawajisikii kukudharau hata kama wanaweza. Kwa sababu kuna kitu ndani yako kinawazuia kufanya hivyo. Dalili ya 7. Hujitafuti attention, lakini attention inakutafuta. Haujilazimishi kuonekana kwenye kila kitu. Hauko bize kuthibitisha thamani yako kwa watu. Lakini cha kushangaza, watu wanakunotice zaidi. Ni kama kadri unavyokuwa natural, ndivyo unavyozidi kuvutia macho. Na hiyo ndiyo nguvu ya mtu asiyehangaika kuthibitisha uwepo wake. Unakuwa tofauti bila kujitangaza kuwa tofauti.
na watu wanaona hiyo utulivu kama confidence halisi. Hapo ndipo mvuto wako unapokuwa mkubwa zaidi bila effort. Dalili ya 8. Watu wanataka kukujua zaidi. Kuna kitu kinakufanya uwe unavutia bila kupambana. Watu wanajiuliza, huyu ni mtu wa aina gani? Huwa hawaelewi moja kwa moja, lakini wanavutiwa. Unawaacha na maswali badala ya majibu yote. Na hiyo ndiyo inazidisha mvuto wako. Inawafanya warudi tena na tena kukusoma zaidi. Hawachoki kugundua upande mwingine wako, kwa sababu kila wanapokukaribia wanapata kitu kipya. Dalili ya 9. Watu wanakuomba ushauri mara kwa mara. Hii ni dalili kuwa watu wanakuona kama high value individual ambaye ana hekima na utulivu wa kufanya maamuzi sahihi. Wanavutiwa na jinsi unavyochuja mambo na kutoa mwongozo bila kuwahukumu, jambo linalofanya haiba yako ionekane kama bandari salama. Ukiona watu wanakuomba ushauri hata kwenye mambo madogo, ni kwa sababu ya mvuto wako wa asili. Mwisho wa siku, watu watasahau ulichosema na ulichofanya, lakini hawatasahau ulivyofanya wajisikie. Kama umejikuta kwenye dalili hizi, basi tambua, huna haja ya kujilazimisha kuwa mtu mwingine. Ulichonacho tayari kina nguvu kuliko unavyofikiria. Wengi wanahangaika kutafuta kile ambacho wewe tayari unacho. Kumbuka, mvuto wa asili haulazimishwi. Unaonekana wenyewe. Kama bado hujasubscribe na kulike video hii, fanya hivyo sasa hivi ili usipitwe na madini kama haya kila wiki. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.